majibu kuhusu wewe. Jana tukaangalia namna ambavyo binadamu ana triunity. Binadamu amegawanyika sehemu kubwa tatu: mwili, nafsi na roho. Tukasema ukichukua mwili ukachanganya na pumzi ya uhai, ndio inazalisha nafsi. Nafsi ni eneo ambalo binadamu anafanyia maamuzi, na ndipo eneo ambalo unajijua. Nafsi ni eneo ambalo linaunganisha mwili na roho, liko hapo katikati. Wenzetu wazungu wanaita soul. Kuna body, soul na spirit. Hivyo jana tukaangalia kwa kina, tukasema ndani ya hiyo eneo linaloitwa nafsi kuna kitu kina nguvu sana kinaitwa will power, ambacho hizi siku zilizosalia tutaenda kwa undani sana. Tutaangalia hiyo will power kwa undani mpaka tutakapomaliza sehemu ya kwanza ya hili somo. Kwenye soul huwa kuna vitu vikubwa vitatu. Wale ambao mnapenda kuandika, cha kwanza kuna mind. Sasa mind, sijui Kiswahili chake nisemaje, lakini tukubaliane ni eneo ambalo unaweza kufikiri. Cha pili ambacho kinapatikana kwenye soul ni will, na cha tatu ni emotion. Kiswahili, eneo unalofikiri, maamuzi na hisia. Roho na mwili unategemea sana nafsi. Kazi ya mwili ni kupokea taarifa kupitia milango mitano ya fahamu, ambao ni pua, macho, sikio, ulimi na ngozi. Kwa hiyo mwili tulionao kazi yake unapokea tu taarifa. Ukizipokea unazipeleka kwenye nafsi. Nafsi anafanya maamuzi ya zile taarifa, na kisha anaweza akauagiza mwili ufanyie kazi yale maamuzi yaliyofanywa kwenye nafsi. Mungu alivyotuumba, alivyotaka tuwe kama yeye. Katika Mwanzo 1:26 Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano, kwa sura, wakatawale nini? Sasa nisikilize, Mungu anisaidie leo tena unielewe. Binadamu hakuumbwa ili vitu vya nje vimuongoze ndani. Hatukuumbwa external factor ziaffect internal factor. Mungu alituumba hivi, sisi ndani yetu ndio tulete matokeo nje, na sio matokeo ya nje yatuharibu sisi ndani. Nani amenyelewa? Nipungie mkono kama tuko pamoja. Wachache sana, nitaenda taratibu, tutafika. Alivyotuumba Mungu anataka hivi, kabla dhambi haijaingia, anataka akiwa ndani yetu azungumze na sisi, awe na sisi, alafu sisi tufanye vitu vya nje vitakavyomwakilisha Mungu na kuleta matokeo mazuri kwenye jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo Mungu makao yake, wale ambao tulijifunza jana, hayapo hapa tulipokaa humu ndani. Hili ni jengo tu limechukua sehemu ndogo sana ya dunia. Kuna grupu nipo ndani ya hilo grupu, huwa ni grupu la kubishania dini, na kwa kweli tunabishanaga sana kwenye hilo grupu. Mmoja akaandika hivi, mimi ningalikuwa Mungu, mashoga wote ningewaua. Mwingine naye akaandika chini, hawana haja ya kufa lakini hawatakiwi kanisani. Ngoja niwaambie, mimi mwenyewe na discourage kabisa, natoa tu mfano ili nielewe. Na ningekuwa nafundisha ndoa, ningesema kabisa kwamba
Aliyeamua mtu awe mwanamke na mwanaume sio binadamu. Aliyeamua ni Mungu. Leo kuna watu wanaitwa transgender. Mwawe kuwasikia Eti mtu anajisikia yeye anajisikia awe nani? Shenzi kabisa. Yaani kama kuna sehemu shetani ameingiza akili ya kipumbavu ni hapo. Kama Mungu muumba wa hii dunia anamfahamu kabisa fulani ni muizi na anakuja nyumbani kwako usiku ukiwa umelala na Mungu anamuona, na inawezekana kuna wakati anasema Mungu nisaidie nisikamatwe, anavunja dirisha lako la aluminium, anaingia ndani, anaiba na anaondoka, na Mungu amemfanyaje? Na Mungu amemnyamazia, hajamfanya chochote. Unafikiri kati ya wewe na Mungu yupi anaumia zaidi? Ni Mungu. Ngoja niende taratibu tutafika. Mama yako mzazi akifa, kati ya wewe na Mungu nani anaumia sana? Ni Mungu. Kwa sababu mimi simmiliki mke wangu. Nimekutana naye akiwa na miaka 25. Mungu ndiye aliyemuumba. Leo mke wangu akifa, anayepaswa awe na uchungu sana kuliko ni Mungu, ndo amepoteza, sio mimi. Inawezekana hapo msibani nikaa naangalia tu kwamba sasa hapa niko hapo nalia huku naangalia hapa, sasa watoto hao wataishiji. Nataka uweke kwenye concept yako hivi ninakoelekea kwenye somo la leo. Kama binadamu tungeelewa plani ya Mungu, tungeelewa makusudi, kwa sababu binadamu huwezi kufanya kitu chochote cha maana duniani mpaka uwepo wa Mungu uwe ndani yako. Na sisi tuliumbwa ili Mungu akae ndani. Biblia inaposema kitabu cha Mathayo 6 fungu la 9 na la 10. Mimi napenda pale inaposema, nianzie tu mwanzo. Baba yetu uliye wapi? Jina lako lifanye nini? Mapenzi yako hapa duniani kama uko wapi? Hapa duniani kama uko wapi? Maana yake Mungu anataka mapenzi yake ya mbinguni yafanyike duniani akiwa ndani yako. Ndio maana Ellen G. White kwenye kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote anasema dunia yetu ndogo ni kitabu kwa malimwengu mengine. Sasa kama hiyo ndio plani ya Mungu, kwa nini leo tunaongozwa na external factor? Nikiwa na maanisha nini? Wengi tuliokaa hapa mtakubaliana na mimi. Hivi unafahamu sehemu kubwa ya maisha yetu sasa hivi tunaongozwa na vitu vya nje kuliko sisi ndani. Haya, ngoja nitoe mfano. Mnamfahamu aliyegundua software? Anaitwa Bill Gates, Bill Gates. Wakati anagundua software, ilitoka nje, ilitoka ndani? Ndani. Akiwa amekaa mwenyewe ndani ya akili yake akasikia, aliposikia akaleta mabadiliko nje, akafanya kitu ambacho mpaka leo tunakitumia. Lakini wewe leo unajiita mimi ni mtaalamu wa software engineering. Wewe ukujifunza kutoka ndani, ulijifunza vitu vya Bill Gates ambavyo ameshaviweka wapi? Kwa hiyo wewe ukaenda ukaanza what is computer, sijui hardware, sijui keyboard, umejifunza. Lakini ile keyboard unayoiona kabla haijakuwepo nje na kuiona na kujifunza, kuna binadamu wa kwanza ambao aliiona kwenye akili yake, kisha akaitengeneza ikatokea nje. Ilipotokea nje sisi tunaitumia. Anaitwa huyu rafiki, amefanya modification, nampenda sana, nilisoma historia yake, amefariki. Anaitwa Steve Jobs. Steve Jobs alikuta li kompyuta limetengenezwa nyumba nzima, limejaa chumba kizima. Akasema hapana, dunia nzima liko same kompyuta, liko same hii. Yeye ndio wa kwanza kubuni hiyo, unaona, sijui keyboard, sijui nini, akatengeneza desktop. Swali, alitoa wapi hiyo? Ndani yake. Maana yake nini? Mungu ametuweka duniani, anataka mimi Pastor Peter nikiwa na mahusiano mazuri na Mungu. Mungu anataka afanye vitu duniani akiwa ndani yangu. Ili Mungu akae ndani yangu, lazima mimi ni maintain mahusiano na Mungu. Sasa ili niweze kuishi vile Mungu anavyohitaji, napaswa Mungu awe ndani yangu. Na kwa sababu hiyo, kumbe kazi yangu duniani ni kujifunza kuhusu Mungu, maana nimeumbwa kwa mfano wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende hapa, kuna kitu najua na nyinyi mnakijua.
ni kibaya sana. Tutajifunza mpaka tunamaliza. Kinaitwa media. Umewahi kusikia media? Kiswahili sio kizuri sana, lakini tunasema vyombo vya nini? Vya habari. Lakini nimetafuta maana ya neno media, wanasema ni standing between. Ni kitu kinachosimama katikati. Nisikilize vizuri. Kama umesoma communication tukiwa shule, utakubaliana na mimi, ili taarifa iweze kutumwa inahitaji mambo makubwa matatu. Kunatakiwa mtoa taarifa na mpokeaji, lakini awepo msafirishaji. Waga tunasema kuna source, media na receiver. Halo? Anayetegemewa sana kwenye taarifa kuliko yeyote yule ni mtu wakati huyo anaitwa media. Nimebahatika kwenda baadhi ya nchi. Kuna wakati nilienda sehemu panaitwa jimbo moja Marekani linaitwa Indiana. Walikuwa mchanganyiko wa watu wengi, kwa hiyo ilibidi nipate mfasiri. Kwa mimi nilikuwa naongea, alafu yeye anatafsiri. Unafikiri kati ya mimi na huyu mtafsiri yupi anategemewa sana? Mtafsiri. Hivi mtafsiri yeye anaweza akatafsiri tofauti na ulivyosema. Unaweza kusema Yesu anaokoa, yeye akaambia kaeni sawa, chakula kinakuja. Na angalia kitu kibaya kilichokuwepo hapo, kinachotokea tofauti. Mimi mtoa taarifa na wapokeaji tumepokea vitu tofauti. Aliyetuvuruga ni mtu wa wapi? Mtu kati. Nisikilize vizuri na nitaenda taratibu ili uelewe, na namuomba Mungu anisaidie ili juma unielewe vizuri. Mungu alipokuwa kwenye Mwanzo mmoja, Mungu anataka kuumba. Mungu ndio wa kwanza kubuni kitu kinaitwa media. Alibuni vipi? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Lakini kuuliza swali, Mungu wakati anaumba, aliumba akisemaje? Akitumia nini ili aumbe? Mwanzo 1:3 Mungu akasema. Mwanzo 1:6 Mungu akasema. Mwanzo 1:7 Mungu akasema. Mwanzo 1:14 Mungu akasema. Mwanzo 1 hapo paka unaenda 24 utakuta Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema. Lakini twende taratibu ili tuelewane vizuri. Ili mtu aseme anatakiwa afikirie. Kama umenielewa nipungie mkono. Ili useme neno unapaswa kwanza ufanye nini? Na jana tukakubaliana mliokuwepo somo la jana, dhambi hauifanyi ukiifanya na mwili, unaifanya ukiifikiria kabla hujafanya na mwili. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia shikamo, ujue alikuamkia kabla hajakuamkia. Yaani tungekuwa tunasikia mazungumzo ya ndani wakati anafikiria huyu ni mtu mzima, huyu amenizidi, anapaswa amkiwe. Na wewe ungekuwa unasikia anachowaza, ungekuwa tu unadakia malahaba. Naye Mungu, kwa nini nasema Mungu ni wa kwanza kubuni hicho kitu? Sikiliza vizuri. Mungu anaumba, lakini anaumba kwa kusema neno. Kabla hajalisema neno, Mungu alilifikiria. Kitabu cha Injili ya Yohana 1:1 mpaka 3 nasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako na neno alikuwa, vyote vilifanyika kwa nani? Pasipo yeye hakuna kilicho. Utakuja kukubaliana na mimi, aliyekuwa katikati ya Mungu na uumbaji ni neno. Halo? Hivi tunaenda pamoja watu wa Mungu? Yaani kama ningewaita hapa watu watatu mbele, tungekuwa na wa kwanza Mungu, wa pili neno, wa tatu creation. Na huyu neno Mwanzo 1:14 wanasema naye neno akafanyika. Yaani wazo likatoka kuwa kwenye wazo, likatoka kuwa kwenye neno, sasa likavaa nini? Mwili. Mungu anisaidie mnielewe vizuri. Wakati Mungu anamwambia Adamu, miti yote kula, mti huu usile, kilichokuwa kinaongelewa pale ni neno lililotoka kwenye wazo wa Mungu. Utakubaliana na mimi, neno lililoongea kwa Adamu ni Yesu. Ndio mediator. Natamani hapa nieleze kidogo mnielewe kwa nini nasema neno ni Yesu. Hebu tuje kibinadamu tu tunavyojifunza. Naamini na nyinyi mmejifunza hivyo. Wanasema jambo lolote kabla halijafanyika linaanzaga kuwa idea, si ndio? Idea huwa exist physical.
haionekani hivi hivi, haionekani. Hata neno huwezi kulishika, ila unaweza kulitunza kwenye kumbukumbu za kurekodi. Kwa mantiki hiyo, kabla Mungu hajaumba mti aliufikiria. Mediator ni nani anayesababisha mti utokee? Neno. Kwa hiyo iwe hiki. Ndio maana katika kitabu cha Wakolosai 1:16 na 17 anasema vitu vyote viliumbwa na nani? Na Yesu. Kwa sababu kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu aliye katikati ni Yesu. Yesu anachukua taarifa sahihi kutoka kwenye uungu alafu anaziweka kwenye uumbaji. Nisikilizeni vizuri binadamu wenzangu. Yesu anapomwambia Adamu, miti yote unaweza kula, mti huu usile, Yesu anaongea taarifa sahihi, hazijakosewa, zipo sawa. Maana ni yeye peke yake anayemfahamu Mungu na anayejua kuhusu Mungu na anajua Mungu alikuwaje. Adamu, usalama wa maisha ya Adamu ni kulisikiliza neno la Yesu. Mungu anaposema usile, mimi nikitii neno la Mungu, maana yake naishi. Ndio maana Injili ya Yohana 1:1-3 ukienda fungu la 4 anasema hivi, huyo Yesu ndio anayetupa uzima na ndio nuru. Neno nuru kwa lugha ya Biblia maana yake ni knowledge. Kiswahili ni nini? Maarifa. Na darkness kwa lugha ya Biblia ni ignorance. Kwa lugha nyingine, neno analolisema Yesu linatoa uzima. Yesu aliposema iwe miti, miti ikatokea, uzima ukatokea. Kumbe neno la Mungu linalotamkwa kwako ni uzima wa maisha yako. Na mimi nampenda sana Yesu. Njoo rafiki yangu, mimi nitakusumbua mpaka nikiondoka hapa utakuwa unanihadisia. Nisikilize vizuri Take time to think, usikurupuke. Wakati Mungu anamwambia Adamu, siku utapokula mti wa matunda huo utakufa, alikuwa anaongea na nani? Nisikilize vizuri ili unielewe. Huyu ndio Adamu, mimi namuumba, nampulizia pumzi ya uhai. Anapofumbua macho ananiona nani? Niwaulize swali. Adamu ana uhakika gani mimi nimemuumba? Ni watu tuko pamoja? Adamu ana uhakika gani kwamba Mungu ndo aliyemuumba? Maana unafumbua tu macho, yani anakutana na mwamba hapa mbele. Alafu labda hebu tuwashumu binadamu, tuta size nzuri, nimekuumba. Yani ninavyokujua wewe unasema nani? Jiheshimu bwana, uniumbe wewe. Kwa sababu ukumbuke wakati Adamu anaumbwa hakuona wakati anaumbwa. Adamu anakuja kwenye sensi za kuwa hai, ameshaumbwa. Ili Adamu aishi anapaswa kuamini. Mimi na watoto hawawezi kunijua mimi ni nani mpaka mimi niwaeleze. Na ninapowaeleza hawapaswi waseme baba hapo, wewe wasema 7 wewe baba wewe. Hawapaswi waseme hivyo. Kila ninachowaambia wao wanapaswa waseme yes sir. Kwa sababu naongea vitu ambavyo wao hawapo. Nisikilizeni vizuri sana. Ushindi wa Mkristo upo kwenye kuamini. Kuna neno wanasema hivi, kuna understanding na obedience. Ni vitu viwili tofauti. Kuelewa hakuhitaji imani, kunahitaji kujifunza. Kukubali hakuhitaji kujifunza, kunahitaji imani. Mungu anakuambia mimi ndo nimekuumba, ndio nimekubali. Miti yote kula usile, ndio nimekubali. Huna kitu kingine cha kumpinga chochote kile, kwa sababu una imani naye kwamba huyu ndiye. Na hakuna kitu kibaya duniani kama imani. Kwa sababu ukiamini sehemu ambayo isiyo sahihi, kazi unayo. Imani ni nzuri ukiamini sehemu sahihi. Ukiamini sehemu isiyo kuwa sahihi ndio utasikia kuna baba, nimeona kwenye taarifa habari jana sijui juzi, kachinja mwanae ili apate utajiri. Mtoto wake wa kumzaa, kwa sababu mganga amemwambia unataka bilioni ngapi? Bilioni 2. Chinja mwanao utaona balaa lake. Kwa sababu ana imani na maneno aliyoambiwa na nani? Akachukua kisu akaua mwanae. Hivi tunavyoongea yuko jela, anasubiria kufungwa. Imani ni nzuri lakini ukiwa na chanzo sahihi. Sasa sisi binadamu, Mungu kabla hajatuumba alituonyesha mediator, media. Ni neno gani tunalopaswa tulielewe? Yesu ndiye huyo anayeitwa Mungu.
Wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kazi ya Yesu, anaingia kwenye ofisi ambao sisi hatuijui, anatueleza mambo ya kwenye ofisi aliyotoka. Kitu cha pili muhimu, neno analolisema Yesu liamini hata kama ulielewi, kwa faida yako. Yaani mimi ningekuaga Mungu hata nisingesumbuka na binadamu. Nimekwambia usile mtu unakula, nikija tunaita Adamu, hata siji huko mbinguni tunaita Adamu, kufa ti chini. Naita tena mwanamke, kufa ti chini. Narudi natengeneza tena wangapi? Alafu wale wawili waliokufa naweka kwenye njia kwenda ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Maiti zao zinakaa hapo barabarani. Alafu nawaambia wawili, oya ule mti hauliwi. Mkila angalieni hao. Naenda zangu wapi? Watakula. Wakitaka kusema we nani afi? Watanyoka. Hivi unafahamu wakati Yesu anamwambia Adamu, siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa. Yesu alikuwa anaongea hivi, nisikilize. Walikuwa wanaume wawili, baba wawili. Adamu ni baba yetu na Yesu ni baba yake na Adamu. Yesu alikuwa anamwambia Adamu hivi, usipokula huu mti ukaacha usiule, utakuwa umeniokoa. Maana siku ukila, jinsi ninavyokupenda, utaniua. Maana anasema mkisoma Biblia mtulie, msisome kwa haraka. Yesu alikuwa anajiongelea. Yesu anamwambia Adamu, nimekuumba bila hiari yako. Sikiliza vizuri. Hukutaka nikuumbe, sikukuomba nikuumbe. Mimi Mungu kwa mapenzi yangu mwenyewe, kwa kutaka mwenyewe nilikuumba. Hukuniomba. Kuna mtu hapa alinegotiate na Mungu ili aumbwe? Yupo? Ni Mungu mwenyewe aliamua. Anayejua thamani ya mtu sio mtu. Sijui kama unanielewa ninachokiongea. Mtu hajui thamani ya mtu. Mungu anajua thamani ya mtu. Kama Mungu alichagua kifo ili wewe uishi, unafikiri wewe na kifo kipi cha thamani? Alafu wewe tu umekaa leo unajidharau, unajichukulia poa. Muangalie Mungu aliyokuumba, alikuwa tayari kusacrifice. Unajua huyu Yesu, mimi naonaga aibu kusema vitu vyote hapa mbele za watu. Lakini nikiwaga najifunza kuna vitu nikivisema ni aibu. Wanaume, ni sehemu gani ya mwili sisi wanaume ikikamatwa tunaumia kuliko sehemu yote? Mmeshaielewa Sasa Yesu alikamatwa hizo sehemu. Aliminywa hizo sehemu. Akiwa hana nguo, akakubali maumivu hayo ili huyu mtu aishi. Kwa sababu Yesu ndo anajua thamani ya mtu. Maana yeye alikaa akakudesign, anajua alichoweka ndani yako. Na nisikilize, Mungu hayuko tayari kupoteza. Lakini sisi binadamu tumejichukulia poa kabisa. Laiti Mungu angetupa akili na macho ya kuona anavyotuona, usingejichukulia poa. Ndio lile neno pale, kama neno la Mungu liliumba, maana yake neno lililomwambia Adamu, maana yake ni Yesu. Maana neno la Mungu ni Mungu, na neno akafanyika. Maana neno Yesu alilolisema siku ukila utakufa, neno maana yake ni Yesu mwenyewe. Anamwambia Adamu hivi, mimi ndio nimekuumba, najua thamani na uwezo nilioweka ndani yako. Hakuna kiumbe anayekujua isipokuwa mimi. Na Adamu, siko tayari kukupoteza. Hebu tuingie mkataba, tukubaliane Adamu. Ukiamua usipokula huu mti, nani angemuokoa mwenzie? Eti Adamu asingekula ule mti, nani angeokolewa? Mungu angeokolewa. Yaani Adamu angesema hivi, huu mti sili. Ina maana Mungu angekuwa akimwona na Adamu, asante sana. Kwa nini? Ninavyokupenda wewe, ungekula huu mti, kuisha habari yangu. Hebu nikuulize, naomba nisamee nikuulize. Hivi umewahi kukaa ukafikiri kuhusu thamani yako? Eti leo binadamu sisi, asante. Binadamu sisi wajinga. Eti leo mtu anapima thamani yake na nguo. Eti waliovaa suti wana thamani kuliko waliovaa shati la tandale. Nguo, pamba hii, kazi yake ni kuficha mwili. Haijalishi umevaa ya aina gani. Thamani yako haiko kwenye nguo.
Leo kuna mtu anajidharau kwa sababu yeye kaja kwa mguu, mwingine kaja na gari. Gari ni mabati yale. Wewe una thamani kubwa kuliko unavyofikiri. Usijichukulie poa wala usijidharau, na usijifananishe na mtu mwingine. Anayejua value yako ni Baba yako wa mbinguni. Sijui kama mnanielewa ninachosema. Leo kuna mtu umejidharau eti kwa sababu ulizalishwa. Kuna mtu leo umejidharau kwa sababu kanisani walikuona sijui umefutwa ushirika. Nisikilize, mistake, kukosea kwenye maisha hakupotezi thamani. Ingekuwa hivyo, Mungu asingeshuka kwenye bustani ya Eden kuonana na Adamu. Asingefuata. Mungu ningekuwa mimi, asingeshuka. Mungu angeita mbinguni tu, Adamu umekula ujala? Huyu mwanamke kufa. Na usisahau, Mungu ana uwezo wa kuumba mtu mwingine. Mimi niliogopa nilipogundua nguvu ya binadamu aliyefungamanishwa na Mungu. Ngoja niwape mfano. Binadamu wachache waovu wasiomjua Mungu wakakaa wakakubaliana watengeneze mnara mpaka wapi? Mbinguni. Mnawakumbuka? Mungu alifanyaje? Mungu anajua alivyokuumba. Hivi unafahamu binadamu akienda kinyume na Mungu ana uwezo wa kusababisha maafa makubwa kuliko malaika? Mungu alivyopiga mahesabu akaambiana, Yesu, Roho na Baba, hawa madogo tukiwaacha wanafika. Maana wanajua walichoweka ndani yako. Tunafanyeje? Tuvuruge lugha. Kipale kikatokea hapo, Kigogo, Kihehe. Mtu anaomba kitu cha kwa mfano sisi Wagogo ukisema food sio chakula, ni panya mkubwa wa ndani. Kwa mtu anasema food, mwenzie analeta wali. Chakula hiki kama mzungu alikuwa chini ya Mgogo, Mgogo anamwambia food, chakula kinakuja. Kumbe mwenzie alimaanisha kitu kingine. Wakatibuliwa lugha. Msijivunie lugha, ni matokeo ya nini? Hata usijisifie na lugha. Lugha naweza kutumia lugha ni uovu. Mungu hakuwa na plani na lugha. Lakini nilichotaka ujifunze wewe ni hiki. Mungu anajua uwezo ulio ndani yako. Angalia leo, binadamu ana uwezo wa kutengeneza bomu. Nilikuwa nasoma juzi, eti kuna bomu linaweza kunyukwa Tanzania, Tanzania ikapanda juu chini chini juu. Ili ikafanya hivi, zapata, hakuna anayetoka. Angalia Iraki wanavyouana. Vile vifaa vyote katengeneza nani? Nyinyi sijui mnashangaaga kama mimi. Eti niko hapa sasa hivi namtumia mtu picha yangu Marekani kwenye WhatsApp. Nikifanya tubwa kaiona kule. Imepitia wapi? Nani ametengeneza simu? Wewe. Ndege inabeba tani 6,000 inapaa. Mimi nikiruka hapa naanguka chini. Wewe panda juu ya mti jitupe uone kitakachokukuta. Lakini kuna mwanaume mmoja katengeneza ndege inatembea. Nimetembea na ndege masaa 16 ikiwa na zaidi ya tani 7,000. Na ili ndege ipae lazima iwe na zero, isiwe na uzito ili ipae. Sasa unajiuliza uzito unaendaga wapi? Unafahamu ni mtu mmoja tu aliyekaa chini kutengeneza hicho kitu. Alafu umekaa hapo unajichukulia poa. Hivi unajua wewe una vitu vingi sana ndani yako, shida hujajifungamanisha na Mungu wako. Mimi nimesoma wanasayansi wengi walikuwa wacha Mungu. Mmoja wapo Isaac Newton aliyegundua gravitation force. Alikuwa ni mcha Mungu mzuri. Binadamu tuna uwezo mkubwa. Hebu ngoja nikuchallenge ushangae. Hebu nitajie kwenye Biblia yako, umewahi kuona malaika alifufua mtu? Kuna kiumbe gani umewahi kuona alifufua mtu? Lakini nikuulize, Petro, Mama Dorcas alivyokufa, hakushuka naye kutoka gorofani akiwa mzima? Alafu umekaa hapa eti unajichukulia poa kwa sababu unafanya kazi ya kukata majani ya ng'ombe. Umejidharau kabisa kwamba sisi heri maskini walio ufalme wa mbinguni. Eti kwa sababu ni dada wa kazi wa ndani, umejidharau. Hivi unafahamu udada wa kazi wa ndani sio wewe? Unafahamu kukata nyasi sio wewe? Wewe ni zaidi ya hivyo ulivyo. Leo unajichukulia poa. Hivi unajua kuna mtu kajidharau mwenyewe mpaka yeye mwenyewe anajidharau. Yaani yeye mwenyewe hata ukimsalimia tu anasalimu salamu za dharau. Sasa hizi nzuri babangu, hii dunia Mungu tu atujalie. Yaani anasalimiana dharau baada ya kusalimiana salamu. Kuja niwaambie washiriki wenzangu na vijana mliokuwako hapa, usiji underestimate. Kama kuna kiumbe muhimu
ambaye Mungu hawezi kufanya kitu chochote duniani bila wewe. Mungu anahitaji yawe ndani yako, afanye vitu vingi na hii dunia istaajabu na iwe shocked. Lakini kuna watu hapa, yani hata ukifa hatusikitiki. Hivi unajua kuna mtu uje kanisani usije hatujui. Lakini hapa kanisani Tabata kuna mtu asipokuja kanisa zima tunajuaga fulani leo hajaja. Kwa sababu ana vitu special. Kuna mwingine uje usije hatuoni hata madhara yake. Ni sawa sawa na hapa duniani. Hivi unajua kuna watu wamekufa wanaishi. Nimemtaja Petro hapa, sijamtaja. Kafa mwaka gani? Leo katajwa. Mwenzetu wewe. Au nisikuingilie. Wewe leo ukifa unatajwa lini? Unajua kwa nini tukifa tutapotea? Kwa sababu hatuishi kusudi la Mungu, hatuache alama duniani. Na kuhakikishia hayuko binadamu aliyeletwa duniani asifanye kitu cha maana. Hayupo. Kila mtu una kitu special ambacho Mungu anataka afanye kupitia wewe. Shida ni ndogo tu, nitaisema mbele. Hatumuhitaji Mungu afanye ndani yetu. Tumeacha mwili ndio uongozwe na dunia, na hatuhitaji Mungu aliye ndani yetu aiongoze dunia. Mimi siku najifunza kuelewa kwamba Yesu alipokuwa anaongea anamwambia Adamu, anatembea kwenye bustani ya Eden. Anamwambia Adamu, miti yote kula huu usile, siku ukila utakufa. Ile sentensi sikujua kwamba Yesu alikuwa anajiongelea yeye. Na nilipoisoma ile sentensi ilinipa mtazamo mpya kuhusu maisha yangu. Na natamani na wewe upate mtazamo mpya kuhusu maisha yako. Leo duniani hapa tunatishiana sana na vitu ambavyo sio sisi. Wewe nakupa mfano wa vitu ambavyo sio sisi. Hivi Kizungu na Kihehe zote si ni kabila? Hivi unafahamu kuna mtu hapa akili yake naamini akijua Kiingereza yeye ni muhimu kuliko wengine? Unafahamu kuna mtu hapa akienda Bariadi hata asemagi ngoja aende Nairobi. Tasikia tulipokuwa Nairobi. Hivi si ni sehemu tu ya dunia ile? Si ni sawa sawa na wewe ukisema bwana nilipofika Bariadi kuna baridi, ni Bariadi. Yaani leo kuna vitu mnisamee, kuna vingine nitavichukulia mfano ni vibaya ili tujifunze. Hivi unajua binadamu unayeheshimiwa kwa ajili ya kitu au kitu kinachokuzunguka au nafasi ulionayo bado hujaheshimiwa. Hivi unafahamu anayeniheshimu mimi kama mchungaji, siku nisikiwa sio mchungaji heshima yangu imepotea. Kwa sababu haniheshimu mimi. Anaheshimu cheo. Unajua kuna watu hapa kanisani hatukupendi wewe, tunapenda nafasi ulionayo. Wewe ngoja utoke uzee wa kanisa uone. Sasa hivi tunasimama kabisa na tunakusema mzee wa kanisa ndaga vijo. Ngoja uzee upite sasa tujue kabisa mwaka huu nani bawabu. Uone sasa. Tutashangaa tukapita na sija kusalimia. Unasalimiwa huko anaenda. Ogopa sana duniani mtu akiheshimu kitu asipokuheshimu wewe. Lakini turudi kwa Mungu. Mungu anamheshimu mtu, aheshimu kitu. Usije ukasahau hiyo pointi. Kilichomfanya Mungu afe sio gari, sio nyumba. Kilichomfanya mtu afe ni mtu. Na unisikilize, haijalishi unafanya kazi gani duniani. Kama mataila, hivi unajua sisi na machizi, mataila na sisi tunakuwa tofauti tukiamka tu. Lakini tukilala tuko sawa. Sijui kama unafahamu hilo. Chizi akilala utamu wa usingizi ni sawa na wewe bro. Sawa sawa. Tofauti yenu iko mkifumbua nini? Wewe kifumbua unaona dunia kwa mtazamo wake, na akiamka anaona kwa mtazamo wake. Lakini Yesu pia alikufa mpaka kwa wewe unayemuona wewe chizi. Hivi unafahamu Yesu alikufa kwa ajili ya yule mtu anayezalauliwa, yule ambaye wewe unamdharau kwa ajili ya position. Hivi unajua kuna mtu anadharauliwa kwa ajili ya position alionayo, lakini sio yeye, ila position imemfanya adharauliwe. Leo kuna mtu anadharau kwa sababu ya elimu. Utaona huyu ana PhD, huyo mtu ataheshimiwa. Na utakuta kitambulisho anaanza kabisa. Tuko na dokta na mchungaji Peter John
Chibago, na treatment yake inakuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo position. Lakini rudini kwenye Biblia, Yesu hakuwahi kuvalue position, alikuwa ana value mtu. Akiwa duniani, Yesu hakukuwa na mtu anayemdharau. Kila mmoja alimheshimu. Yesu hakufa kwa ajili ya Adamu. Kama ulikuwepo somo langu la siku ya kwanza, binadamu wote tuliumbwa ndani ya Adamu. Siku ya Yesu anapomwambia Adamu nitakufa, alikuwa anaongea mpaka wewe. Mimi nikuombe kuanzia leo, badilisha mtazamo wako. Acha kuwa na mtazamo hasi kuhusu wewe. Hivi unafahamu kuna vitu duniani havihusiani na dini, ila ni uchaguzi wa maisha. Havihusiani na mahusiano na Mungu, ila ni uchaguzi tu. Ngoja tutoe mfano. Nani alizaliwa na simu? Katoka tumboni mwa mama yake ana simu yake. Mama dokta nifute vizuri. Huko ana simu mkononi. Yuko aliyezaliwa na simu? Kwa nini leo unayo? Ni maamuzi tu ukapata simu. Kuna aliyezaliwa na nguo? Mbona umevaa saizi? Ni maamuzi. Hata hizi standard za maisha ni maamuzi, na wakati mwingine sio maamuzi. Naweza kutumia hili neno. Watu wengi leo duniani wamekosa taarifa sahihi, ndio maana wana maisha sio sahihi. Na wakipata taarifa sahihi ni watu wasiokuwa wa kawaida. Na ndio maana mimi niko hapa kukupa taarifa sahihi kuhusu wewe. Wewe sio mtu poa. Uwezo ulio ndani yako ni zaidi ya vile wanavyokuchukulia watu. Na kuhakikishia, na uko wakati watu hawataamini watakapokuona wewe ni nani. It is possible. Mimi naumia sana nikisikia mzazi anamwambia mwanae, mjinga wewe, bichwa kama baba yako. Mtoto uliyemzaa unamwambia nani? Samanini kwa nia njema tu akina mama. Wakati unamwambia mtoto mjinga, Mungu anajisikiaje? Yaani yule aliyemfanya Yesu afe, alafu unamwambia mjinga. Kama kile kilichomuua Mungu ni mjinga, Mungu ni? Kama kilichomuua Mungu ni kijinga, Mungu ni? Malizia, unaogopa nini? Na unamwambiaga mtoto mjinga wewe? Mimi nilikofikia paka najiogopa. Mimi mwanangu hata akifeli shuleni sishtuki. Karudi nyumbani amefeli? Sishtuki. Hata kidogo. Kwa sababu najua aliyepanga zile FD si ni binadamu tu. Wanajua kilicho ndani ya mwanangu. Nenda kaangalia duniani, wengi ambao walifanya mambo yasiyokuwa ya kawaida hawana shule. Waliokuwa shule wanatutishia kidogo, tufanye analysis. Sisemi shule mbaya, na mimi nasoma. Lakini nataka nikwambie wewe sio shule, wewe ni zaidi ya, na wewe ni wa thamani. Na ukitaka kujua wewe ni wa thamani, ulimuua Yesu. Yesu alichapwa mijeredi, akawa ndani ya bustani ya Eden, akatokwa jasho la damu. Ukimuuliza Yesu, kwa nini unapitia hayo yote? Anasema siko tayari kumpoteza Peter. Kwa nini? Najua thamani ya Peter. Najua nilichokiweka ndani ya Peter. Sasa ombi langu kwako na kuomba, angalia siri ya Yesu akiwa duniani. Msomaji Yohana 12:49. Hayupo? Huyu msomaji mzee wa kanisa kila siku tu awe pale, awe pale tayari pale. Yohana 12. Kama kuna mtu atanitangulia anaweza kanisaidia kusoma. Yohana 12 fungu la 49. 12 Injili ya Yohana inasema, ndio, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu. Yesu anasema kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu, bali Baba aliyenipeleka. Bali nani? Bali nani? Bali nani? Yesu wakati anaongea hivyo alikuwa amefanyika nini? Mwili. Kwa lugha nyingine Yesu anasema hivi, mimi Yesu kama binadamu nina mawazo yangu pia. Lakini aliyenileta duniani ndiye ninayeheshimu mawazo yake kuliko mawazo yangu. Maana yake siishi ninavyotaka, naishi ninavyotakiwa na aliyeniumba. Kwa nini Yesu alifanikiwa? Alimsikiliza nani? 8:38. Huyo 8:38. Injili ya Yohana 8:38. Inasema niliyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo. Yesu anasema aliyoyaona kwa nani? Yesu anasema aliyoyaona kwa nani? Hebu tujiulize.
kutwa nzima ya leo, Mungu akiamua kufanya analysis kuhusu wewe, unahisi maisha yote uliyoishi leo umeishi makusudi ya Mungu au tusikuingilie na wokovu wako? Hivi mbingu sasa hivi tuiseme tuna analyze kuhusu wewe leo ulivyoishi, umeishi Mungu? Ngoja niwaambie kitu ambacho nilifikiria nikashangaa. Ngoja nifikirie na wewe uelewe. Danieli akiwa na miaka 80, leo duniani ndio miaka ya kustaafu lakini alikuwa bado anafanya kazi waziri mkuu. Miaka mingapi? 80. Wakamtafutia kosa, hawakupata kosa hata hili. Samani, tusielewane vibaya, tunajifunza. Hivi tukuamulie wewe leo tukutafutie kosa, tunakukosa? Yaani kakamati hapa kaundwe na mzee wa kanisa kwa watu hawa. Tuende na hatuendi mbali, tunaenda TCRA, tuna hack simu yako. Kwa muda wa siku hizi unatoboa. Hivi unajua kuna mtu hapa anasikiliza somo hapa lakini akitoka hapa arudi kwanza nyumbani. Yaani huko hapa namjibu ndio tunamalizia na leo linahubiri muda ili baba. Kama kuna mtu ananiinspire sana kwenye maisha yangu ya Ukristo, ni kipindi binadamu walipotafuta kosa la Danieli wakalikosa, alafu wakachukua lisilokuwa kosa wakalifanya kuwa. Nauliza swali, leo tukiamua wewe tukutafute, tunakukosa? Nani una confidence leo ya kwamba kila engo upatikane? Kwa nini Danieli hakupatikana kila sehemu? Kwa sababu Danieli sio malaika, lakini Danieli aliamua hadi ofisini kwake. Yaani Danieli Mungu wake hakuwa pale gorofani anapoomba. Danieli hakuwa na Mungu pale anapopiga magoti kuomba. Danieli akiingia ofisini anafanya mapenzi ya Mungu. Akitumwa kazi za kiserikali na Mungu. Sijui kaagizwa hiki na Mungu. Kila engo Danieli alikuwa perfect. Lakini tuna watu hapa perfection inategemea yuko wapi. Sisi ni watu wa kumwahidi Mungu, Mungu hii inamalizia yaani nikimaliza hii kuanzia wiki hile sitarudia tena. Lakini wako watu mimi kwenye Biblia nikiwasoma najiuliza, sisi tunaishije leo? Kama wakina Danieli, hebu angalieni. Ukipata muda msome Danieli, mnisamee kama hivi vitu nitakavyosema ni vibaya, mimi nimemsoma sana. Mimi kila mwaka huwa na best friend wa kwenye Biblia. Yaani namtafuta rafiki na dili naye kuliko maelezo kila mwaka. Nikikutajia rafiki wa mwaka huu utafurahi kweli. Anaitwa Yona. Ananisumbua. Ananisumbua sana na ananisumbua mno. Danieli akiwa na miaka 17, muaminifu mbele za Mungu, Mungu akamuuza kwenda kuwa mtumwa. Aliyempeleka kuwa utumwani ni nani? Hivi umewahi kumuomba aliyekutuma? Yaani wamechukuliwa Babeli, alafu usiku naambia Baba mtakatifu, Mungu muumba mbingu na nchi, nyoosha mkono wako. Hawa waovu waliotuleta huku aliyekuleta huko ni nani? Kwa hiyo hawa waovu ni wakina nani? Maana ni Mungu aliyowapeleka utumwani. Lakini angalia, Danieli anapelekwa utumwani, hamkasiriki Mungu wala hamkosei Mungu, bado muaminifu kwa. Kuna hichi kitu sidi kama mlikuwa mnajua. Mnajua kwamba Babeli ulikuwa uruhusiwi kufanya kazi kwenye jumba la ikulu. Yaani uruhusiwi kufanya kazi kwa mfalme mpaka umepotezewa nguvu zako za kiume. Mnafahamu kwamba Danieli na wenzie wote walikatwa wasiwe na uwezo wa kuwa na mwanamke? Nani hapa leo Mungu anyamaze unakatwa usiweze kuwa na uwezo wa kuwa na mwanamke, alafu unaambiwa ule vyakula vya mfalme bado unakuwa muaminifu kwa Mungu? Nani anaweza hivi dunia yetu ya leo? Mungu kakupeleka utumwani. Cha pili, ukiwa utumwani umefanywa operation ya kutokuwa na mke na bado kinakuja chakula kisichofaa, wewe unasema hivi, mimi hiki chakula sili kwa sababu ya nani? Maana yake ni nini? Mungu wa Danieli anaishi ndani. Danieli haathiriwi na mazingira, haathiriwi na changamoto. Leo kuna watu wanaacha kanisa kwa sababu mwalimu wa kwaya ana mdomo. Mimi siimbi, hiyo kwaya Tabata imenishinda. Kama vile mwalimu ndo alikufia. Unajua ukijisoma Danieli, mimi kuna wahubiri siku hizi mnisamee, nimeshaomba msamaha mara kibao. Kuna watu wanapenda sana kumzungumzia Danieli akiwa kwenye shimo la simba. Danieli akaingizwa kwenye shimo la simba na simba wa kumng'ata. Alafu anakuambia na wewe simba wako hawatakung'ata. Wewe nani kasema?
Leo watu wanataka kumuona Danieli akiwa ndani ya shimo la simba, hawataki kumuona Danieli akiwa anauzwa utumwani. Hawataki kumuona Danieli akiwa amekatwa. Wakristo wenzangu, tuamke kwenye usingizi wa kipumbavu. Mahusiano na Mungu hayahusiani na kutokuzaa kwako. Kwani anaotaka ajaze dunia ni nani? Anataka ajaze dunia ni nani? Mungu kaamua wewe usijaze. Shida iko wapi? We mwanamke unajaza tucho, waliozaa wajazi. Na unakuta eti mama kabisa na stress kwa sababu hazai. Anayetaka watoto duniani ni nani? Ni Mungu, sio wewe. Mungu kaamua, Pastor Peter, nataka watu wanijazie watu duniani, lakini sitaki wewe uzae. Sasa wewe una shida gani? Wengine wanaacha hadi kanisa, mwingine anaamua kwenda kwa babu. Tumekuwa Wakristo ambao kuna wakati nakaa najifikiria, tumekuwa tuielewi thamani yetu na hatumjui Mungu tunayemwabudu. Mimi nikuombe kuanzia leo usijipime na vitu ambavyo sio wewe. Viko vitu kabisa ukivipima havipaswi kukuathiri kwenye maisha yako, kwa sababu wewe ni zaidi. Nani kaumbwa duniani aje tu ili aolewe? Yaani wewe mission yako yote duniani ni kuolewa. Mingi kwa hivyo hata kuishi duniani hakuna maana. Hata kuna kipindi nikiwa mwenyewe mimi nikiwa mwenyewe Mungu ananijua. Namuulizaga maswali mengi sana. Najiulizaga hili swali, ngoja nijiulize na wewe usikie. Hivi kama maisha ya milele, tumeumbwa tuishi milele, na ili uishi milele ndio ratiba ulionayo sasa, wewe utatamani uendelee kuishi? 11 umeamka kazini. Kitoka kazini foleni. Ukifika nyumbani hoi. Unapiga ugali kitandani. Alafu ni maisha ya wewe. Unaweza kumbe kama umilele ndio hivi niache. Lakini kwa sababu hatujajifungamanisha na Mungu. Wako watu kwenye Biblia ukijifunza unaanza kumuelewa Mungu katika engo nyingine. Ni kuombe usijidharau. Ndio maana Danieli, kwa sababu yuko na Mungu, anaitwa na mfalme, anaambiwa hivi, kuna ndoto nimeota, sijapata tafsiri. Danieli anasema kwa confidence, anambia subiri, nakuja na majibu. Wewe nani leo ana hiyo confidence? Sisi confidence yetu tukisimama hapa ni maneno tu. Watu wa Mungu amtoi hela jengo lile, mvua. Alafu tulivyokuwa waajabu, unanitafuta Pastor Peter, tuna sabato ya majengo, na nikija ofisini unaanza kunipanga, Pastor, hawa watoi. Na mimi najua hawa sasa napiga ubiri la moto wa milele. Moto wa milele unavyoanza kuunguza kwenye kucha unapanda juu. Lazima hela itoke. Na nauelezea paka mnasema, "We, kama moto huko hivi, ni tatizo ni nini? Laki tu." Utashangaa siku hiyo kwenye makusanyo tumepata milioni 8 cash na ahadi milioni 12 kwa sababu moto wa milele umefanyaje? Hivi unajua leo tumekuwa Wakristo wa kubustiwa. Lakini rudini kwenye basis. Hivi unafahamu kwamba target ya Mungu kuhusu sisi, Mungu alikuwa anataka ulimwengu usioonekana uonekane kwa binadamu. Ndio maana kimvuli cha Paulo watu walikuwa wanakiwahi ili wapone. Yaani Paulo akipita mgonjwa anakitime kimvuli kiko upande gani? Huu, anajitupa. Kimvuli kipita juu kaamka. Woyo. Kachapona. Paulo Petro anakwenda kanisani, anakutana na mlemavu. Mlemavu anamwambia Petro, "Naomba pesa." Petro anamwambia, "Uhitaji pesa." Anamshika mkono, "Simama utembee." Wewe mama, mara mwisho ulifanya hivyo lini? Hata kuku wako tu ila wale wakifa huna la kusema. Unabaki tu, Mungu, msingi umeenda." Umeenda. Mimi kuna wakati nakaa nafikiria, hivi unajua Waadventista wa Sabato, Mungu atusaidie sana, tunakosa authority na power kwa sababu hatujajua asili ya Mungu anavyohitaji kutenda kazi ndani yetu. Ila baya tulilonalo sisi tunamjua Mungu sana kuliko kuwa naye. Hiyo ndio shida yetu. Wa Sabato tunamjua Mungu mpaka nyumbani kwake. Si ni mbinguni baba? Lakini kuishi maisha makamilifu, hapo ndo tunaposhida. Yesu mediator, aliyekuwa katikati. Hatuna sehemu ya kupata taarifa sahihi kuhusu Mungu isipokuwa kwa Yesu. Ndio maana 17:17 Injili ya Yohana anasema, "Neno lako ni nini?" Hapana, mmesema ambalo silo. 17:17 iseme hivyo. Mama sema soda sio mbaya, sio nzuri. Ingekuwa nzuri huyu mama alibidi apate kabisa. Baridi, kuna mchaichai hapa. Mumpe huyu mama mchaichai alafu mtanidai mimi. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio
Hivi unajua Biblia inaposema neno lako linamzungumzia Yesu? Na unafahamu Biblia inaposema neno lako inamzungumzia Mungu, maana yake aliye mkweli ni nani? Muda ungenitosha ningeenda pati 2 ya hili somo, lakini angalieni binadamu wetu wa kwanza alivyokuwa mjinga. Kaacha kusikiliza neno la Mungu, akasikiliza neno la nani? La shetani. Yaani kiumbe aliyeumbwa kama wewe, akaja akakwambia ukila utakufa. Ndivyo leo tunavyoharibikiwa duniani. Nitawafundisha hili somo la media, utashangaa. Hakuna kitu hatari sana sasa hivi kama media. Unafahamu kwamba watu wengi leo wamekuwa media, yaani wamepoteza kusudi lao, sasa wanaishi mitandao. Angalieni wasanii wanaoimba leo wanavyovaa. Angalieni sasa hivi promotion nyingi mpaka ya mambo yasiyofaa yako kwenye media. Leo kuna mtu unakuta haishi yeye, ameshindwa kujilinda, ameanza kuwa mtu wa ajabu, mtu na akili timamu kabisa. Kavaa nguo iko hapa chini hivi, huku chini, afu yuko barabarani na anatembea kama alivyoona kwenye TV. Na ana akili timamu. Leo watu hawajikubali wao walivyo, wanataka kuwa tofauti na alivyo. Yaani Mungu alivyomuumba, yeye hataki hivyo. Anataka kuwa kama mtu fulani alivyomuona kule, na yeye ndo awe hivyo. Tumesahau kuwa sisi ni wakina nani, tunaanza kuishi media. Na ndio maana nakwambia wa kwanza kutengeneza media ni Mungu mwenyewe. Mungu anahitaji kucommunicate na binadamu. Mimi ni Mungu na uwezo mkubwa, nataka binadamu wawe karibu na mimi. Anakuja Yesu. Yesu anajishusha katika level ya sisi wanadamu ili tuweze kuinteract na Mungu. Na Mungu anaijua thamani yako. Nisikilize, usiendeshwe na hii mitandao, usiendeshwe na watu maarufu. Wewe una thamani kubwa, humuhitaji yeye ili uwe na thamani. Leo watu wameaminishwa vitu vingi ambavyo sio vya ukweli kabisa. Samanini wa kina dada, mfano tu mmoja huu mimi binafsi na uangaliaga. Leo unakuta binti yuko barabarani anatembea kavaa nguo kitovu kiko nje. Nguo imeishia hapa hivi. Alafu chini ana jeans. Kitovu kiko na ameambiwa huo ndio ukisasa. Aliona kutoka wapi? Marekani. Mungu anatuona kweli kabisa. Mimi Mungu akiniachia nimshikie mama siku hii, duniani abaki mtu. Na kuhakikishia Mungu aniambie niko busy nishikie, we mtanyooka nawaambia. Yaani nitaua mpaka You are watching Lumala Hope TV. There is hope in Jesus Christ.